za Yesu Kristo mwenyewe aliye mkuu wa siku, ambaye katika yeye wengine ndipo tulipoweza kwenye kupata nafasi ya kuonekana na sisi ni watu katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kuzileta habari njema ambazo ni habari za Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ninakuomba niazime masikio yako kwa dakika chache unisikilize, alafu tuangalie Bwana amekusudia nini katikati ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu yeye ni mkuu, hakuna jina jingine tuwezalo kuokolewa zaidi ya jina la Yesu. Basi tega sikio ili kusudi usikilize maneno ya Yesu. Nimeleta habari za ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yesu ni mkuu wa siku. Toka tulipoanza tunamsema mwenyewe. Mtu mmoja anaweza kusema, mbona hawajausema ukoo wa Makalamie? Mbona hawajausema ukoo mwingine? Ile wamemsema Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Sikia nikupe habari zake kidogo, alafu kisha nitaingia kwenye neno la Bwana ambalo Bwana ametukusudia sisi sote. Huyu Yesu anaanza kutangaza kutoka siku tulipoanza, akawa anasema tu Yesu Kristo kwamba ni mwokozi wa ulimwengu. Huyu ni mfalme wa wafalme, hakuna mwingine zaidi yake. Wanadamu wote na mbingu zote, maserafi na makerubi wamesimama wanasema, mtakatifu, mtakatifu aliyewakomboa watu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alikufa, siku ya tatu akafufuka. Walipompesa Wayahudi, na kwa sababu alikuwa mwanadamu kama sisi, siku ya tatu akafufuka, ambapo Wayahudi walikusanyana walipoona ya kuwa amekufa na ameahidi siku ya tatu anafufuka. Basi wakatulia, wakaweka wakuu na wafalme wakae katikati ya kaburi ili kusudi wathibitishe, je, huyu kapuku atafufuka kweli? Lakini Mungu aliye mkuu akathibitisha ukoo wake, siku ya tatu akafufuka. Siku ya tatu akafufuka. Na alipofufuka, Biblia inaniambia nasema kwa wale wanajeshi alipoanza kwenye kufufuka siku ya tatu, wanajeshi wote hoi wakakaa wakaanza kucheza vinuku, kwa sababu hawaelewi mkuu wa siku anafufuka ni Yesu Kristo ambaye tunamsema leo. Haleluya, haleluya. Ni Yesu Kristo ambaye tunamsema leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi ndizo habari zake ambazo tumeleta leo. Hatujaleta habari zingine ya kwamba tumeleta labda habari za familia zetu, no. Tumeleta habari za mkuu wa siku mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naomba nisome kitabu cha Matendo ya Mitume, tuangalie huyu mkuu wa siku alipofufuka alikuwa anamaanisha nini na alikuwa anataka nini kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alifufuka ili kusudi wale waliokaa katika dhambi wapate hali mpya, nao wapate nafasi ya kutubu. Na hii nafasi ni ya leo, wala sio siku nyingine. Siku ya kutubu ni ya leo, sio siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 37 mpaka 39 nitasoma. Biblia inasema, walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii, yani ahadi hii ni kwa ajili yenu, watu wa Kingo na watu wote tuliokuja katikati ya mkutano na watakaoitwa na Bwana Mungu wamjie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunaona jamaa Petro akaenda kwenye kuambia wakuu wa makuhani, anawaambia, anasema kwamba hapa
asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema kwamba huyu alifufuka katika Yesu ili kusudi watu wawe katika hali ya uhuru, maana duniani kulikuwa hakuna uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa aliona duniani hakuna uhuru, Petro akaanza kuambia makuhani na waandishi na Mafarisayo waliokuwa hawaamini ya kuwa Kristo alifufuka katika wafu, akawaambia akasema, amfuataye Yesu Kristo yeye imempasa kumfuata kweli kweli, alafu akimfuata anapata ondoleo la dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tulimpata Kristo hatumemfuata bure bure, tumemfuata yeye, tumepata ondoleo la dhambi. Ninafurahi hiyo kauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waliokuja kwa Yesu, waliomchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaondolewa dhambi. Je, wewe umemchagua Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio maana tumekupa hizi habari kwamba waliomchagua Yesu Kristo wamepata ondoleo la dhambi. Ndio maana Petro anawaambia wakuu na makuhani ambao hawaamini, yaani ni wakina Tomaso, hawaelewi jamaa alifufukaje, lakini yeye akasema kwamba habari zake nitazitangaza siku zote, kwa sababu alifufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inaniambia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 19, anasema njooni basi mrejee, ili kusudi dhambi zenu ziondoke, zije nyakati za furaha. Kumbe bila Yesu hauna furaha. Ni mwenye kipindi kabla bado sijaokoka. Mimi nimeokoka nikiwa form 3. Kipindi bado sijaokoka nilikuwa msira. Yaani oya mwanangu fresh. Unaendeleaje? Yaani nilikuwa sina uhuru. Lakini leo anakuja nasema kumbe kuna ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kumshangilia Yesu. Kumbe kuna ondoleo la dhambi. Kumbe kuna ondoleo la dhambi. Ndio maana mimi kama mwipopo nikasema kucheza na mademu pembeni haiwezekani. Kwa mshara pembeni haiwezekani. Ni kwa Yesu. Amen. Hii ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu ninawaka.